Baada ya kuingia kwenye mfumo wetu sasa, kwa wale ambao walikuwa wapo, hii nimeingia kupitia Instagram. Kwa hivyo utakuja kwenye Instagram yangu hapo. Ukishaingia kwenye Instagram yangu utaingia kwenye BIOS. Ukishaingia kwenye BIOS utachagua hii namba 2, utaikliki. Ukisha double click utasubiri kidogo ifunguke. Ikishafunguka utachagua, utanjoo kwenye sehemu moja hapo. Ukishuka chini utakuta sehemu kama hivi hapa, ambapo hapa utakuja kubonyeza kitu kinaitwa get to start. Ukishabonyeza hii get to start utashuka mpaka chini. Ukishuka mpaka chini utakutana na hizi platform. Sasa nataka niwaeleze kitu kimoja kuhusu stimulator, trading marketing na hizi product demand na farming calendar. Sasa ukija hapo utabonyeza kwenye hii launch, kwenye hiyo stimulate and survey. Pap itasubiri load, ambapo itakuleta sehemu kama hii hapa. Ukishafika hapa inabidi ucreate account yako, ambao sisi hatuna account, inabidi ucreate account. Ukisha create account hapo utaandika jina, labda Jose. Utaandika labda Jose. Ya, utaweka jina hapo Jose, email yako kama nilivyoweka na password zako utaweka. Baadaye uta create account. Itakuonyesha email kwamba check your email to confirm, kwamba utaenda kwenye email yako kuconfirm kwamba wewe ndio unataka kuingia kwenye JBS Online. Kwa hivyo tutarudi nyuma kuconfirm kwenye email. Tutakuja hapa kwenye email hapa. Tukija hapa kwenye email tutabonyeza email kwa ajili ya kuconfirm. Ya, juu hapo utaona JBS Online. JBS Online maana yake hatuja confirm, kwa hivyo tutaingia kwa ajili ya kuconfirm login yetu, kwamba sisi ndio tulikuwa tunataka kulogin kwenye hiyo account. Ukija hapo utakuwa una verify account yako ili kuwa, na baada ya kuverify account yako itaonekana hivi kwamba imekuwa verified. Utaona live crop pricing, ama ni mabazao ambazo zinakuwa trending kwa sasa hivi kwenye soko. Utaona kila kitu kama haya. Sasa nataka nikuelezee kitu kimoja, ambapo ni kitu hichi hapa ambacho ni nataka nikuelezee kitu kinaitwa stimulator. Kwa hivyo utakuja hapa. Hii stimulator kazi yake ni nini? Maana yake wewe utakuja kupiga tathmini ya soko, kwamba unataka kulima nini. Kwa hivyo ukitaka kuwa mkulima unataka kujua unataka kulima nini. Mfano unataka kulima, utakuja kuchagua mazao ambayo unataka kulima, labda avocado, labda nini. Kwa hivyo utakuja kuweka hapa, labda unataka kulima mahindi. Utaweka hapa labda unataka kulima mahindi. Ukiweka hapa mahindi, au hapo nimeweka kitunguu, hapana tuweki mahindi ili watu wote wawe maana kwa mahindi watu watajua kulima mahindi. Ukishaweka mahindi utaweka unataka kulima eka ngapi. Utaweka labda nataka kulima labda eka 2. Labda tufanye eka 2. Tufanye eka 2 au tufanye eka 20 of course. Eka 2. Tukishafanya eka 2 utakuonyesha kwamba eka 2 ina cost, kwa eka moja ina cost shilingi 4,250 kwa ajili ya kuitengeneza. Lakini kumbuka kila kilo moja ya mahindi inauzwa shilingi 850. Na je, toto ambao tunategemea kuvuna kwenye hiyo eka 2 tunategemea kuvuna kilo 2400. Je, total cost ambayo itakukosti kwa eka 2, chukua 40,400 na 50,000 jumlisha mara 2 utapata 900,000. Revenue ambayo tunategemea upate baada ya kuvuna, tunategemea kupata shilingi 200,000, milioni 2 na 400,000. Na faida ambayo utapata net ni shilingi milioni 1 na 400,000, 100,000 na 40,000. Ndio hela ambayo utapata ni net. Sijui umenielewa? Hii ni jumla hela ambayo tutapata. Faida ambayo utapata ni shilingi milioni 1 na 100,000 na 40,000. Jumla ambayo hela ambayo utapata ni shilingi milioni 2 na 40,000. Hicho ndio kitu ambacho nataka waelezee kwenye hiyo issue. Tunakuja kwenye kitu kinaitwa live signal, kwamba live signal ni kwamba hapa tutakuwa inatuonyesha bei ya masoko inavyopanda duniani. Yaani kwamba bei sokoni inapanda shilingi ngapi kwa USD bei, hapo utaweza kuona pia. Na pia hapo unaweza kuona kitu kama hichi hapa, kwamba utaona ambacho imekuwa demand, ipo ambayo ipo demand sana sokoni. Pia unaweza kuona hicho kitu. Ni ukitaka marketing unaweza kuja kuangalia soko la mazao imepanda kitu gani, imepanda sasa hivi sana. Utaangalia maize imepanda sana mpaka kwenye hii hapa kwa asilimia hizo. Umeona rice imepanda, kipi ambayo imepanda sana utaangalia. Maize imepanda, ambayo imeshuka sana utaona mchele imeshuka sasa hivi bei. Sijui unaelewa, katika hizi mazao ambao tunalima kati ya cotton, tea, wheat, mchele ndio ina bei ya chini kwa sasa hivi.
Kwa hivyo ni kitu ambacho itakusaidia wewe na vitu vingine. Pia kuna madisease, kama unataka kujua magonjwa, utakusaidia magonjwa kama hayo, utajua dalili za magonjwa na vitu vingine pia. Kwa hivyo mfumo hii itakusaidia kukuelekeza jinsi gani mambo yanavyoenda, taarifa mbalimbali zinazotokea duniani, na utaweza kuyaona taarifa ambazo zina happen duniani kuhusu mazingira, hali ya hewa, vitu vyote utaona taarifa zote za muhimu ambazo zinatokea kwenye hali ya hewa na vitu vingine vyote. Kwa hivyo mfumo wetu ni mzuri na itakusaidia sana kuweza kuelewa everything. That is easy. Ndio kitu ambacho nilikuwa nataka niwaeleze kidogo hivyo.